Kamiti ya bunge ya urimi yugwite kabwithio chunkuni UREA Mboleo ire kwirikana itibuine rithokone bakiaria akiamabaithirite nende bakio bakamurika riboti rebethite bakiamukira nkulani kuma kiri minister urimi na kinyando wangingi cia urimi bakioro kethira kiwatikana na maiti ya kethira kiukirwe talere rito yake watho na kinya kwabelwa gwine rari. Kamiti ya urimi bungeni nene irethagirwo tongeretwo ni mubungu atigania West John Kanyuithia Mutunga leo nitite waziri wa urimi Mithika LINTURI mwandiki munene kile ministry ino MD wa KEFIS hamwe na MD wa NCPB gukinyambira kamiti ino tariki 8 kiumia tuthiite kenda kwereithia uma bakugwetwa gukinywa kwa mbolea bandia kire arimi. Kamiti ino gutukira munini wa mwikariite ta mubungu wa Konoin Brighton Egon tariki 20 mweri muthiru. Kamiti ino tetongora baba kwereithia untu bobo ende nkiama ya kwereithia thongi bwainto tayo caps ni yake yakinyile mbere ya kamiti ino. Kulingana kamiti ino kila caps eleithirie ni ati Mboleo ino bandia ithiritwe kiendo ni NCPB na kwithira bota caps batekera moli ikinywa kire arimi. Last week tulipatana na Kenya Bureau of Standards kwa uchunguzi wa kwanza, na next week Monday tutakuwa na Ministry of Agriculture ama Wizara ya Agriculture na Kilimo na Livestock. Tutakuwa na NCBP, National Cereals and Produce Board. Tutapatana na wale ambao walionekana kama wanauza fertilizer gushi ambao ni SBL Innovate na wengine, na ratiba yetu pia inajumuisha sisi kutembelea stores mbalimbali ambao iko certified ipeane ama ifanye distribution ya hii maneno ya fertilizer. Kamiti ino iliga kwithira tukina melio nkurani kuma kile waziri na usika bonde kile urimi na nompasi baki nyilembe la kamiti ino kenda kweleithia uma bwa ikalikalele. Kumekuwa na matamshi tofauti kwa viongozi wa wizara mbalimbali. Moses Kuria alisema ni I think 2000 bags ya fertilizer peke yake ilikuwa fake, ambao hatujui walipata wapi hiyo data. Minister wa Agriculture ama waziri wa kilimo pia juzi alikuja kusema hakuna fake fertilizer ambayo iko in circulation, na juzi tu PS wa Agriculture alisimamisha circulation ya certain types of fertilizer kulingana na briefing yake pia. Na KEBS wamekuja wakatuambia kulikuwa na hiyo organic fertilizer ambayo ilikuwa in circulation ambayo ilikuwa inaitwa organic plus fertilizer ambayo ilikuwa in circulation, na waliona ilikuwa fertilizer gushi na wameisimamisha na withhold kwa NCBB stores yetu. Na hayo ni part of maswali ambao tunafanyia uchunguzi, sababu next week tutapatana na our stakeholders ndio tuweze kupata facts ya hii maneno yote. Lazima tufuatilie haya mambo kama kamati ya bunge kuhakikisha kwamba Wakenya hawawezi kufa njaa kwa sababu ya mbolea gushi. Wakenya wasikose kufanya biashara yao ya kulima mahindi na vyakula vingine, nafaka, na kuuza kwa sababu ya watu wachache ambao wanataka kujipatia faida peke yao. Mweno kamiti neluga kethira kwina umwe akagwetana na wamba bobo bakendekithia aebero bisini. Hili pia tunataka pengine achunguzwe, na ikipatikana kwamba hiyo mbolea ni gushi vile ilivyo, I think waziri kama yule anafaa kuondolewa katika afisi. Yes, hakuna haja ya kudanganya Wakenya na Wakenya watakufa njaa. Wakati wa njaa utafika au hata kwa pale tende wataenda kuleta mbolea nyingine kutoka vyakula kutoka nje kuwauzia kwa bei ya juu. Na nafikiri hayo ndio mambo yanayolengwa hapa, kwamba kuna ufisadi mwingi katika shughuli hiyo yote. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antone, rangi wa Kathenya.